ukamuita Adamu, Adamu, umekula tunda, kasema nivuke, naye akasema ulichoka, utukufu wa Mungu ukawatoroka, ukamuita Adamu, Adamu, umekula tunda, kasema nivuke, naye akasema ulichoka, utukufu wa Mungu ukawatoroka, lawama, duniani kote, lawama, na nyumbani mwetu, lawama, serikali zote, lawama, hata kanisani. Wazee, kina mama, vijana, watoto, tumepewa kazi kwa shamba la Bwana, ili visije kunyang'anya, usifanye kazi yasema na Mungu. Wazee, kina mama, vijana, watoto, tumepewa kazi kwa shamba la Bwana, ili visije kunyang'anya, usifanye kazi yake Bwana Mungu. Hallelujah. May God bless you. After kiamaliza sana, tutakuwa na kwaya mbili ambazo zitakuwa represented. Moja kutoka mbali sio, na ingine ni ya nyumbani Kisii Central. Wakaribisho mgeni. That is how we are organized ourselves. After that, ingine tutaimba. Kwa hiyo mwini kuimba, tutakuwa na kwaya mbili, Isiolo na Kisii Central. That order.
wavae barakoa. Lakini hayo yote ni kazi bure. Iponya nchi yetu. Jibu ni Mungu pekee, ndiye ataiponya nchi yetu.
nchi yetu. Jamani korona, Yaenea kote ulimwenguni, watu waliwaona mikono wavae barakoa, lakini hayo yote ni kazi bure. Jibuni Mungu pekee, ndiye ataiponya nchi yetu. Jibuni Mungu pekee, ndiye ataiponya nchi yetu. Haleluya. That is Kiamalika SDA Church kutoka Nyamira Westfield, na tumeomba kwamba tutulie tuke kanisani katika ibada hii. Sioro tulionelea kwamba kutoka huko milimani waweze kuwakilisha, na hapa wageni Central Church watakaribisha wageni hapo hapo. Kiongozi wetu tutamkatika programu hii. Kwa hivyo tunaomba utulivu, tuko kanisani. We are praising God. Majumba mengi machafuko, vita na ugomvi, shetani anajua nyumba ndiyo chanzo chetu tulio wa Mungu. Majumba mengi machafuko, vita na ugomvi, shetani anajua nyumba ndiyo chanzo chetu tulio wa Mungu. Acheni Yesu atawale, ndiyo nyumba itasimama. Anayejaribu kuitunza maisha bure. Acheni Yesu, anayejaribu kuitunza, yeye anakesha bure. Wauwe waume wao, wengine watembea hapo njiani, walani waume wao, hawapati suluhisho. Waume wengine ndio wao wanapanda juu ya mti, wanachunga wake wao, wagonga usiku wa manane, wanachunga wake wao, uaminifu umekwisha. Tunasema Acheni Yesu atawale, ndiyo nyumba itasimama. Anayejaribu kuitunza, yeye anakesha bure. Acheni Yesu atawale, ndiyo nyumba itasimama. Anayejaribu kuitunza, yeye anakesha bure. watoto wamefungwa bomani, Hakuna kutoka, wanakuandamana na wenzao. wataharibika. Watoto wamefungwa bomani, Hakuna kutoka, wanakuandamana na wenzao. wataharibika. Lakini siku moja wasichana wamekuwa wajawazito. Tunamshuku nani? Ni baba yao. Acheni Yesu atawale, ndiyo nyumba itasimama. Anayejaribu kuitunza, yeye anakesha bure. Acheni Yesu atawale, ndiyo nyumba itasimama. Anayejaribu kuitunza, yeye anakesha bure. Acheni Yesu atawale, ndiyo nyumba itasimama. Anayejaribu kuitunza, yeye anakesha bure. Acheni Yesu atawale, ndiyo nyumba itasimama.
yeye anakesha bure. Acheni Yesu atawale, ndiye nyumba itasimama. Anayejaribu kuitunza, yeye anakesha bure. Haleluya. Lakini Yesu afanye nini? Hallelujah. If this is central, can sing like this. What will happen when we sing, all of us in heaven? Sitakuwa furaha lakini. Anyway, for the meantime, tutakomea hapo kwa nyimbo. Bado tutaendelea. At this very moment, I want to thank those choirs that have already sung. Na wale bado mmejiandikisha hapa, tutaendelea mpaka jioni. Wakati huu ningependa tumalizie nyimbo hapo ninapomkaribisha our Executive Secretary Pastor Dr. Nyanchwa ambaye atatuletea wageni wengine, na kiongozi wetu our governor is with us. Kuna jambo moja ambao nimekuwa nikiomba sana as our secretary comes, na nisema nikipata fursa kama pastor na kiongozi nitasema governor akisikia. Kuna watu nimesikia wakilia sana walimu wa ECD. Ukiwaandika Mungu atakubariki sana. Ukiwaandika wako walikaira nae unagaseseniwa walimu timba sabati nara igurimo korera tigango musekretari ribaga areta abageni bandi. Asante pastor. Wasafiri wa mbinguni amjambo. Hallelujah. Children of God, how are you? Happy Sabbath. Happy day. Today is a great Sabbath here at Nyanchwa kwa sababu ya sherehe tunayo. Leo ni Sabato, tena ni Sabato ya kipekee kwa sababu ya nyimbo. Ya nyimbo. Sijui kama niko mahali maiki na katakata. So, tangu asubuhi tumeketi hapa, hatujakuwa na nafasi ya kupokea neno la Bwana. Na tumekuwa tukiongojea watu waweze kuja wote. Tulikuwa na mgeni mmoja tulikuwa tunasubiri sana. Na mgeni huyo ni gavana wetu wa Kisii County, Gavana Simba Arati. Gavana Simba Arati ako na sisi, tumekuwa tukisubiri yeye. Amekuja, alituambia msifanye mahubiri mpaka na mimi nimefika niweze kubarikiwa na hayo mahubiri. Gavana amekuwa karibu na sisi sana. Hata last
weekend, ilikuwa Sunday, alikuwa hapa, tulikuwa na Pathfinder Day, alikuja hapa akatubariki sana. Kwa hivyo tunamuona mtu ambaye ako karibu na sisi sana, ndio tukasema wacha tumsubiri. Sasa Your Excellence, ningependa kukuambia hao watu wote unaona hapa ni watu wengi. Tunazo makwayas over 400 choirs hapa. Zingine zinatoka all the way kutoka Coast, zingine zinatoka Nairobi, zingine zinatoka Central Kenya, zingine zinatoka Rift Valley, zingine zinatoka Nyanza, zingine hata zimetoka Isiolo, Kericho, Meru, Ukambani, zote zika hapa, more than 400 choirs. So your county today and for the next 4 days, it will be hosting many people from all over the country. Ndio tuliona lazima uwe na sisi wakati tulikualika, ukasema you will come, and we appreciate so much. So we want to tell you that your county today is very much blessed. Watu ni wengi. You have so many people, and all these people will not go without knowing who is the governor of this county. So it is a very big privilege for us to have you here, kwa sababu wote sasa watajisikia kweli wamekaribishwa hapa Kisii na governor mwenyewe. So it is a great honor umekuja, na kabla tupeane nafasi ni watambue viongozi wengine, ningependa kwanza tusikize neno la Bwana. Ndio muhimu, tutapokea neno la Bwana for around 20 minutes, and then after that nitawatambulisha viongozi wengine ambao wako hapa, and then after that tutasikia tutapokea neno kutoka His Excellence the Governor, akuja na yeye atukaribishe kwa kaunti yake. Wangapi sasa wanasema tuweze kupokea neno la Bwana kutoka mtumishi wa Bwana kutoka Central Kenya, si Central Kenya Conference, lakini kutoka union yetu ambaye anasimamia, ambaye ni music director wa union, anaitwa Pastor JP Mayo. Wangapi wanasema asimame atuletee neno la Bwana? Asante. Thank you, Daktari Ainja. Wasabiri wa mbinguni, wakubwa kwa wadogo, good afternoon and happy Sabbath. Your Excellency, we are so excited to have you with us today. I've looked forward, since you became governor, I've not had the privilege to shake your hand. And today was my day. Sitaona mkono leo mpaka jioni. Wageni wetu waimbaji kutoka union yetu, tunashukuru Mungu sana kwamba ametuwezesha kuja hapa, na tumekuja nyumbani kwa kanisa. This is the home of the church. Ilipotoka Nyanza, wacha niwape historia dakika moja. 1906 walipokuja wamishinari waliambiwa hakuna mahali pamebaki, kuna kitu kiliitwa 10 mile rule wakati wa mission kuingia Kenya. Ilikuwa mission zikisetiwa you cannot settle within 10 miles. And the whole country had been divided except by the time S.D.A showed up in 1906. Tukaambiwa nibaki tu mahali pamoja, panaitwa the white man's graveyard. Huko wazungu walikuwa wanaenda wanakufa malaria, na huko nikaingia. Wakaenda huko Kaskale na wengine, na for 11 years they preached. Na wajaluo hawakutaka kuingia hii kanisa. Walikataa kwa sababu waliambiwa waache kukula samaki. Sasa wajaluo watawacha samaki wakule nini? Thank you. Yes, so missionaries wakarudi Nairobi kwa sababu ya malaria, na wakaambia waishi Karura, pale msitu wa Karura, mahali conference ya Central Kenya ipo sasa.
Kaambia mkipenda mrudi Nyanza. So but while they were there, they were told siri yetu huku, waliambiwa na Church of Scotland wameanzisha alliance, both alliances na kanisa hilo la Scotland limeingia Kiambu kwa sababu ya shule. Wakarudi huku wakasema tuanze shule, wakajenga pale Nyanchwa, pale Gendia, nyumba ya nyasi, alafu wakaambiwa hapa Gusii wanasema kuna shamba kubwa na ni mlima huu. Mlima wote huu ulipewa kanisa hili letu. Na wakajenga shule Nyanchwa hii. Ndio ikaanza Wakisii waliposikia wakaimba hii. Wakisema mandegere Nyanchwa, mandegere Nyanchwa, wimbo wa Kikisii wanaosema mushroom zile ndogo ndogo zinapatikana wapi? Mlima wa Nyanchwa. Hapa Gusii wakakuja kwa fujo. And S.D.A church changed from there. Baada ya hiyo kama Ng'ambo ikajengwa nayo shule kama ya Ng'ambo. Wazungu wakasema ni nini hiyo? Kama hawana sauti ya ng'a wazungu. Wanasoma kama Gambo, kama Gambo. Unasikia hiyo? So and from there S.D.A grew, or S.D.A church grew, and by 1963 we had 500 schools in this region. 500. Lakini makosa tukafanya, serikali ikauliza kwa nini tusiwasaidie kulipia nyinyi walimu, tukasema hatutaki pesa ya serikali. And we had to surrender almost all the schools. And to date, sisi peke yetu ndio tunaumia, Your Excellency. Because watu wengine, alliance unajua ilikuwa ya PCA ama Church of Scotland, wanalipiwa na serikali. Shule zote za Catholic wanalipiwa na serikali. TSC ni sisi tu tunachangisha pesa ya kujenga na ya kulipa walimu. And as a result, our schools have struggled for many years. And 500 schools on this territory hii ikapotea. This also explains why S.D.A has 75% membership inatoka counties nne. Hiyo ni Nyamira, Kisii, Homa Bay na Migori. That's the reason. Sikusema watu wengine hawakupenda Mungu kama Wabusi, ni kwa sababu Wabusi waligundua siri. Mlima huu is historic and divine for us. Na tumefurahi sana kwamba tumekuja na sherehe hizi tunaita, kwa kawaida tunaita music. But I want to give you the biblical term for such a Sabbath. Inaitwa the Sabbath for offering sacrifice of praise. Biblia inasema kuna mahali patatu Mungu amekubali kuishi. 3 places that God inhabits. One is heaven. Alijenga mbingu kama nyumbani kwake. That's where his throne is, and he lives in heaven above us. Ya pili, Mungu akasema mnijengee hekalu. Lakini akasema Isaia 26, siwezi kukaa ndani ya nyumba mimi, ni jina langu litakaa. So in the temple, the name never lived there. It was his name. He would only come and hover in the holy Shekinah, but he never lived there. The second place the Lord lived in and continues to live is in the hearts of God's children. Vile tunavokaa hapa sisi tunafurahi kwamba Mungu yu pamoja na sisi, anaishi ndani yetu. Ya tatu is this Sabbath. According to Psalm 22 verse 3 inasema the Lord inhabits the praises of his people. Sehemu ya tatu Mungu anayokaa ndani yake ni sehemu hii tulio nayo leo ama weekend hii ya kumsifu. Na sio sifa tu hivi. I want to highlight one thing alafu nitamaliza, sitaenda sana. The Bible talks about music as the singing of the beauty of holiness. Kuimba uzuri wa utakatifu. But I need you to know that God loves to be praised. Asi watu wa siasa peke yake wanapenda sifa. Watu wa siasa mimi najua mheshimiwa, it feels good to be praised and you do good work. I want to be on record mheshimiwa. Unajua yeye ni rafiki yangu, amekuwa pastor wake. Alipokuwa counselor zamani, that's when I got to know him. Zamani za kale. Kulikuwa na kitu inaitwa counselor. Wengine mlizaliwa bado. Alikuwa Nairobi and he was my friend. I was a young pastor then. Alafu akakuwa, he climbed the ladder mpaka akawa MP. Wakule kwetu tu
Mwishowe tukasikia nyinyi mnataka yeye akuwe gavana. Nikasema si angekuwa wetu Nairobi. This man is not a joke. Kicha kumfahamu, you don't know him. Ya anaitwa Simba kwa jina tu, ni Simba Marara. He can make roads where there are no roads. He is bold. And God gave him a gift. Very intelligent. Msidhani ni gavana hivi. Zamani mlikuwa mnakula popcorn. Abaguzi. Na Mungu kwa mnajua gavana yako wapi. Sitaki kusema mengi. But nasikutaja mtu. You are blessed people. And yes, I want to wish you well. I know you have a tough job, but the Lord will strengthen your hands. So as we worship this Sabbath, watu wengine wanauliza sasa Sabato ni kawaida hii ni ya sifa. And I know in churches you have music Sabbath. Ndio kweli? Yeah, and we don't take it kuhubiri ile ya kawaida because this is enough sermons. Mahubiri yaliyo kwa nyimbo. So nisome fungu hilo la Hebrews 13 Waebrania 13 fungu la 15. Biblia inasema basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la midomo iliungamano jina lake. Kiswahili hicho, that we should give God a sacrifice of praise, which is the fruit of our lips. Now let me educate you for a minute. Biblia inasema John 15 that nilikuja ili nimzalie Mungu matunda. God is saying, Jesus saying, alituita tuwe sehemu yake. Yeye ni mtabibu, sisi ni matawi. Alafu akasema mkikaa ndani yangu mtazaa sana. You will bear much fruit. And verse 7-8 says, if you bear much fruit, then you will pray and God will answer you. I want you to know, this is a secret. Msicheze na muziki. There is something very, very beautiful about music. Mungu anasema tukijua kumzalia matunda, hapo tukiomba tutapata majibu. And so what is the connection between that and music? There are several fruits. Watu wengi wanaposikia matunda mengi wanakimbia Galatia 5. Galatia 5 inasema na tunda la Roho, the fruit of the Spirit. And you think because inasema upendo, nini? Sema nisaidieni, upendo, umoja, uvumilivu, watu wanadhani hiyo ndio matunda. That is only one fruit. Inaitwa the fruit of the Spirit. One. Ile ingine ni gani? There are 5 of them. Na kwa sababu sina saa ya kutaja, nitayasema tu kwa haraka. Moja, there are 5 of them. One is Galatians 5, fruit of the Spirit. Hebrews 12 verse 11, the fruit of righteousness. Mungu anasema watoto wangu mimi na waadhibu. I discipline them. Na ukisha discipliniwa na Mungu unazaa tunda. Inaitwa the fruit of righteousness. Nyingine ni tunda la za Roho. Unapoongoa watu, unapoita watu wanaokoka, you earn a star. It's called a fruit of souls. Ni tunda. Alafu la tatu, Philippians 4 verse 16-17, ni the fruit of generosity. Mungu anasema, Paulo anasema, mmenisaidia. You have helped me generously. And so I'm happy that you have borne a fruit of generosity. Ni tunda la msaada. Na hapa watu wa siasa wanatushinda. Watu wa siasa wanatushinda hapa. Wanatoanga sadaka kutuliko. Na watu wanafikiri ni mchezo. There is a fruit. They should know when you give, you earn a fruit. It's called the fruit of generosity. Uchoyo inaua Ukristo. Unaposaidia, unapotoa, you are earning a fruit. Na finally, mwisho wa Waebrania hiyo 13 fungu la 15 inaitwa the fruit of what? Of the lips. Tunda la nini? La midomo. Nayo ni nini? Ni sifa ama sacrifice of praise. When you sing to God, you are actually earning a fruit. So hii Sabato si ya mchezo. We take it very seriously. Some people feel uncomfortable because tumezoea kuambia maneno. Tumezoea tu kuambia maneno Sabato. Hii ni Sabato ya kusikiliza sifa ya Mungu.
And I can tell you, Kisii will be blessed because of this Sabbath. And finally ndio nimalize. Kuna wimbo unaopatikana kitabu cha Zaburi 137 inaitwa The Song of Lamentation. Wimbo huu unasema, by the rivers of Babylon there we sat down, yeah, we wept when we remembered, and those who took us captives required of us a song. They said, sing to us the songs of Zion. Verse 4, how can we sing the Lord's song in a foreign land? Nataka niseme wimbo huo, it's called a Psalm of Lamentation. Ni wimbo unaonyesha hatuwezi wacha kuimba. Sisi hatuwezi wacha. Whatever the world demands, or whatever the world pushes us to do, we will not let down God. We will lift our music. We will improve our singing. And this is why we are here. To let the adjudicators, the best in this country. From KCF, Kenya Music Festival. Hawa wanakaa kuangalia nini, ni wale wanaangalianga ya Kenya. Si mchezo. Because we want the best, and they are rebels. So from here, church, we will talk. Wacha mheshimiwa kisha maliza na sisi, we will talk kidogo. Niwaambie where we are heading. We have to move our music to the next. It is a special experience for everyone. Na ujue mbinguni tutaimbanga siku yote. Wahubiri watafutwa kazi. Watakaanga tu na wale wana sauti wataanza kukula matunda ya uzima ndio itoke sauti. Yeah, so siku moja niliitwa Kericho hospitali na mtu rafiki yangu ni wa tauni hii akaniambia, JP njoo tukaombee ndugu yangu. Ndugu yake huyu alienda Botswana wakati watu walikuwa wanatorokea Botswana kutafuta kazi. Akaenda huko na Msabato, lakini alikuwa amekataa kubatizwa. Naenda Botswana akakuta huko Botswana kuna raha sana. Kwanza warembo wa huko ni weupe kama yelo. Kijana akaingia huko na huko ndio nyumbani ya ukimwi. Akashikwa nayo. Alipokuwa mgonjwa akafukuzwa. Sasa akaletwa hospitali Kericho na akawa ana vidonda inafura hivi kama jibu, alafu inapasuka inatoka uzaa ya yellow na red. Ukimwi mwanzo. Sasa kaniambia twende tumuombe. Kwa sababu alikataa kubatizwa na sasa anaenda kufa. Nikaenda hapo. Sasa ninamwangalia anafunika uso hivi anaangalia ukuta. Mimi nikashika kumwambia nini? Na anakaa kama unasikia ni kama anaongea lakini maneno haitoki. Sasa nikashika mkono, japo tuliogopa sana watu wa ukimwi zamani. Kamshika mkono na mara moja nikataka kuomba. Sasa nimemshika hivi na nikaanza kumwambia Mungu, please God save this young man. Na nilipolia akaanza kuongea ikagusi. Sikuwa naelewa siku hiyo akasema Konya. Wewe nisaidia. And I was praying, mimi nafikiria anasema endelea kuomba. Mimi anasema sasa watu wangu, mimi nilipomaliza tukitoka nikamuuliza rafiki yangu alikuwa anasema nini? Akasema he's refusing help. But you know what? Kuna watu hawaendange kanisa hapa. Watu watakangi mahubiri. Lakini leo haki watasikia kitu. So let's sing to our God. Let's not refuse to sing God's song in a strange place. Watu wengi wanasema tungeenda kanisa iko hapa chini. Hapana, hapa kiwanja hii tutaimba. Na tutaimba siku ngapi? Mpaka mashetani watoroke Kisii town. Tumsaidie mheshimiwa tufukuzie yeye mashetani. Sisi tuna uwezo wa kufukuza. Ndio afanyie kazi huyu bwana huyu, atawafanyia kazi kweli. Na tumwombee Mungu miaka mingi. Si ndio hiyo? Sasa nyosha mkono mahali huko, tubariki governor. Thank you Lord for your servant. He has come to grace this occasion and we are here to sing and to offer a sacrifice of praise. Accept our offering, dear Lord. And we praise thee. He has many enemies. We are aware. He has many. We work. We bless them and pray that favor will be a portion in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.
So finally, nitumalize. Allow me to take a few minutes to introduce wageni viongozi wako hapa, alafu mkaribishe mheshimiwa. Si sawa hiyo? Ni sawa? But we will have a few songs before we can let him go. Aendelee kubarikiwa. I came with Your Excellency, I came with a team of leaders. I want to invite the team from the Union Music Council. Msimamo tafadhali quickly. Tunasa the team from all over the Union Music Council, technical team members. So many. Yes. If you can come like this and then wave, nitafurahi sana. Tafurahi sana. This team is responsible for this event. Ndio wametupangia sherehe hizi na ndio wametuitia the special team of adjudicators. Mnasemaje kwa viongozi hawa? Bless them, tafadhali, bless them, bless them. God bless you leaders. Thank you very much. Thank you very much. We have viongozi wa kanisa, wachungaji, pastors ambao wamekuja na choirs na viongozi wa conferences pia. I want to ask those who have come from the entities, please stand up. Wachungaji, thank you very much leaders. We thank God for your work. And finally, kuna wazee, bless you elders. God bless you. God bless you for supporting us in the music department. And yes, allow me to do kitu ambayo haitakuwa heshima nyinyi msipojua the music directors. Yes, specifically music directors wetu, departmental directors. Just come. Hata mwenzangu William kuja. There are few, there are not very many, na ni vizuri mwafahamu, si ndio? Your Excellency, this is my team, the people I work with in youth and music. Huyo hapa ni William Salamio. Na wasalimu mjambo, mbarikiwe sana. Amen. Natoka sector of South East Kenya Field. Alafu anayefuata ni Daktari Ayera kutoka Nyamira. Happy Sabbath. Happy day. Be blessed. Amen. And finally ni MC. Ni mtu mkubwa. Usimuone ni MC lakini he is our director from Nyamira West. Nyamira West. My name is Pastor Wycliffe Omonga. Na wasalimu mjambo. Leo nilikuwa na mafua kidogo lakini Mungu amenisaidia. Thank you leaders. Thank you very much. So I'll make announcements baada ya hii mheshimiwa akisha to address na tufanye only, we will have announcements. Tukirudi we will start where we left, mahali ambapo tumekuwa, and I'll also announce plans for next year. Now it's my express privilege and honor to invite our leader and our member. Najua wengine wanadhani ni wanasiasa tu. Huyu ni mshiriki Seventh-day Adventist in good and regular standing. Unanielewa? Yes, karibu mheshimiwa and address your people. Happy Sabbath. Happy day. God is good. And all the time. And the devil is a liar. Mtanikubalia kwanza nitoe shukrani zangu kwa Mungu kwa sababu ya kutufikisha leo. Pili, nataka niseme Pastor Maiwa nilimjua nikiwa shuleni akihubiri Lerwe Grounds. Na nilikuwa napenda sauti yake mpaka nauliza nitamsalimia lini. Najua sasa sisi vijana tukiingia kanisani tunakaa kule. Kuna wakati crusade kubwa ilifanyika Uhuru Park. Na nakumbuka mheshimiwa Profesa Ongeri wakati akiwa waziri walikuwa wanaleta watu na mabasi. Tunakaa mpaka jioni. Pasa wakati ule nikiwa kijana mdogo, nilikuwa college. Na kukumbuka. Na pastor huyu alikuwa na story mzuri vile alikuwa mdogo akislide hapa nyuma ilikuwa ni suruali yake ilikuwa imeraruka mara mbili, ilikuwa na Kwa hiyo pastor nimekujua kwa muda.
Nashukuru sana kwa sababu amekuwa pastor wangu. Actually wiki 2 zilizopita niliingia kanisani nikapata na ubiri kule Lavington. Nikaketi na watoto kule nyuma walikuwa wananisumbua. Natoka na wao kidogo. Najua sasa mimi kando na kuwa na gavana, mimi ni mzazi, sijamaliza kuzaa ndio nimeanza. Nataka nichukue nafasi hii niwashukuru. Wiki iliyopita tulikuwa hapa. Mvua ilikuwa imenyesha sana. Na nashukuru pastor kwa sababu wakati huo wote siku mzima mliningojea. Nikaenda mpaka Nyamira, nikamaliza shughuli ilikuwa kule, nikakuja huku. Tukatoka hapo usiku. Nataka niseme kwamba imekuwa ni mara yangu ya 3 kuingia katika uwanja huu ama hapa Nyanchwa. Unajua zamani mimi natoka kule kijijini, tulikuwa tunasikia Nyanchwa. Nyanchwa ni mahali watu wamesoma vizuri, watoto wale ambao walizaliwa hapa Nyanchwa. Mko hapa? Wale mlizaliwa hapa, unajua hapa tulikuwa tunaamini ndio Mungu anaishi. Mtu akiongea Nyanchwa tunakubali kwamba amesema ukweli. Na nataka nishukuru kwamba kanisa, kwa sababu mimi siko na historia ambayo Pastor Moyo alikuwa nayo. Lakini historia hiyo ni mzuri kwa sababu huko ndio kanisa lilianzia. Wiki iliyopita tulikuwa hapa tunakusanya kanisa pesa za kutengeneza shule yetu. Tulikuwa tunaongea na pastor hapa. Hata kanisani shetani yuko. Hapa katika Nyanchwa pia usimamizi umekuwa mbaya wa mali ya Bwana. Actually pastor alikuwa ananiambia, unaona vile these places rehabilitated, it could be is in proper use of resources. And I agree kwamba wakati mwingine, wakati watu mmenye kiboko ndio muamke. Hatuwezi kuwa sisi kama kanisa ambalo limeleta viongozi wengi ambao wanaaminika. Mmoja yule ambaye alitupea taa, Judge Maraga. Mnakumbuka akifanyiwa interview, akiulizwa ukipewa kesi siku ya Sabato utafanya nini? Alisema nini? Alisema siwezi keti katika uamuzi huo. Au kwa amepita mtihani yote, lakini hilo peke yake kwamba hawezi keti kufanya kesi siku ya Sabato ikampea kazi. Na mnajua vile alivyosimama kwa kazi ya Bwana. Huo ndio msimamo wetu kama kanisa. Mimi nataka niseme viongozi wangu wa kidini na wa kiroho ambao wako hapa. Nimekuja katika kaunti ya Kisii. Nimepata imelala chini kama baluni imetobolewa, imelala chini. Nimejaribu kuweka pumzi, inatokea kila sehemu. Nikienda nimejaribu kufunika, nikiweka kiraka pande hii, kiraka hii, ikifika mahali napata ile kiraka mzuri ambayo nilikuwa nimeweka, imefanya nini? Imetobolewa. Leo nimekuwa kanisani hapa, kuna kanisa nimekwenda asubuhi, Itibo. Nawaambia kwamba kama kuna Sodomu ambayo ilikuwepo inaonekana ni hii mji wetu. Mahali pombe ile 200 ml chini ya soda ile ndogo, hapa ilikuwa inanunuliwa shilingi 75,000. Watu wanakunywa mpaka tena wanaanza kunawa mikono. Usherati wa hali ya juu. Mahali ambapo watu lazima walikuwa lipe pesa ndipo wapate kazi. Mahali ambapo wanaume wangelala na watoto wenyewe ndiposa wapewe kazi. Ule usherati ulikuwa hapa ni mkubwa sana. Nimekuja, nimekanyaga pipe moja ya wizi peke yake. Pipe moja ambao walikuwa wanaibia, nikaikanyaga vizuri. Nduru ziko hapa nje, watu wameamka.
Shetani ameamka, anapiga kelele, anatusi mimi majina yote, mpaka wanaleta bibi yangu ndani na kila mtu. Ile dhambi nimefanya peke yake ni ukanyaga ile mfereji ya wizi. Mambo ya tenders ambayo ilikuwa inapeanwa pastors. Tenda ifuate sheria na ifuate haki. Nataka niwaambie kama kanisa lile mimi naamini, mimi siwezi angalia nyuma. Lazima nifanye kulingana na mapenzi ya Mungu. Sijasema mimi ni msafi, eti Yesu akija saizi nitaenda mbinguni. Inawezekana niko na dhambi zangu. Lakini nasema kadiri na uwezo wa Mungu, kwa sababu ameniweka hai, nitafanya yaliyo mema kwa watu ambao mimi naongoza. Niwaambie Pastor Maiwa, hapa kuna hospitali yetu inaitwa KTRH level 5. Nilikuja nikapata wanaokota shilingi milioni 45 kwa miezi 3. Kwota. Hawakuwa na pesa hata ya kununua dawa. Nilipofika, kwa sababu hiyo nilikuwa mfereji wao mkubwa, nikakanyaga, nikafukuza yule ambaye alikuwa amesimamia hapo. Vile naongea saizi, tunakusanya milioni 180 kutoka 47 million. Nauliza, hii pesa ilikuwa inaenda wapi? Hakukuwa na dawa hapa. Watu walikuwa wanatumwa nje kununua dawa. Watu ambao walikuwa wanaiba ni viongozi ambao wamepigiwa kura. Wanalipwa mshahara na wanaamka, wanakuja tena wanaibia wananchi. Mnakumbuka Mheshimiwa Rais William Ruto alipokuja kule Ogembo, mimi nilimwambia Mheshimiwa, hapa wezi ni wengi, wananizingira. Aliposimama, alipouliza akasema, Simba, niambie nikupee jembe gani ya kulima hawa watu. Hiyo ndio siku ile kitu anasema vitu 3 ndiyo ilianza pale Ogembo. Siku ingine alianzia hapo Ogembo. Mimi najua babangu alikuwa ni Mkatoliki. Wanaume shukeni kutoka juu ya miti. Amini kazi ya Bwana ifanywe. Mimi nataka niseme nikimalizia, kama Mwadventista, najua kwamba niko na watoto wengi. Niko na mtoto anaitwa Muislamu, niko na mtoto anaitwa Mkatoliki, mwa PhD, mtoto wangu mkubwa anaitwa Mwadventista. Hawa watoto wote mimi nawapenda. Wacha niwaambie, nyinyi, unajua tumehubiriwa wakati mwingine pale Nairobi kwamba sisi wa Kristo tunaomba sijui mara 1 ama mara 2 kwa siku. Hawa Waislamu wanaomba siku ngapi? Mara ngapi? 5 kwa siku. Mkienda kama Dubai, ni inchi jangwa, is a desert. Lakini si hao Mungu anaangalia roho, pia anabariki, wale ni watu wake. Check Malaysia, what is happening? Hawa wa China ambao si wa Kristo, lakini Ukristo kidogo imeingia ndani, ndio namba 1 duniani. Even America cannot beat them. Those people, they don't go to church, but they are very honest. Very honest. Lakini angalia kanisani mwetu hapa, ndio wakora namba 1. Ufisadi tunaongea, ndio wanatangulia. Mpaka nashindwa. Dubai, ukiangusha your wallet ikiwa na pesa, unaitwa hey, kuja. Na umeweka milioni 1 ndani dollars. Angusha hata shilingi 10,000 hapa. Hata tukiwa kanisani utapata. What can we do? How do we calculate these good values in our people? Is that time, I'm saying, even including our Nyanchwa center, it must be a reflection of good leadership. Na mimi nimesema, as long as I'm also a governor of Kisii,
hapa Nyanchwa lazima itaamka. We will do it. Najua kwamba barabara hapa Nyanchwa ni mbaya, nilisema juzi, we want to cover all the places. Ndiposa hii ni town yangu. Hapa ni nyumbani. I'll make it habitable for my people. Mwisho. Unajua nimeelezea leo kule Itibo kwamba pale nyumbani kulikuwa na kanisa ingine, kukiwa na jua mchana unapata mtu amevalia gumboots. Unashinda huyu mzee hajaona. Nani omolisia ni mzee wa kanisa. Unapata amevalia yeye, wakati huo ni wakati wa kuchanga, the time of fundraising. Ndio anakuja na boots. Wakiendelea kuhesabu, kumbe yeye anaangusha shilingi kwa boots. Huyu mzee akumaliza miaka 2, kwanza aligeuka akawa jizi, mwendo wazimu. Baadaye akaingia juu ya roof, akaanza kutoa roof, akiraani watoto wake. Mwaka wa 2 akafa. Let us be sincere. Kama ijafanyika na umeiba, ni Mungu amekuonea huruma. Tafadhali tulinde mali ya umma na vile vile mali ya Mungu. Hivyo ndiyo tutasaidiwa. Mimi nataka niseme mpaka wazee wa kanisa ambao tunafanya na wao kazi. Unajua mimi ni mdogo katika kiimani, sijakuwa sana. Lakini kuna wale wamekaa kanisani, mimi nataka niwaombe tafadhali. Tuonyeshe tabia nzuri. Nyinyi tuongoze, sisi kama vijana tufuate yale ambao ni mazuri. Why I admire Pastor Maiwa because he has fought the wars, spiritual wars, ambazo mpaka amefika mahali amefika. How I wish that this music Sabbath all session ibadilishe roho za watu wengi. Nimeuliza, nilikuwa nauliza, what stops us even to have a competition, music festival competition? Pastor, wewe mimi niko tayari. Mimi nikiwa mbunge Dagoretti ndio Maxwell kanisa yangu, mahali nimebatizwa mimi na bibi yangu. Na niko na kanisa karibu ngapi? This Maxwell, New Life, Lavington, Kawangware. Actually Kawangware, they are both New Life and the Kawangware. There are so many. Riruta ndio Pastor Mbuchi ndiye alikuwa pastor wangu zamani. Nakumbuka nikiuza mboga. Kuna watu niliuzia mboga wako hapa kweli? Wako, kuna mtu niliuzia mboga? Mmoja yuko hapa? Huyu muungwana mweupe huyu Huyu alikuwa Riruta na ako na deni yangu najua. Niko na uhakika. Huyu wewe kuja Omorisi. Kuja. Huyu mzee nilikuwa nakatia wao mboga. Na ya Mungu ni makubwa ya mwana. Happy to see you. Thank you. Tulikuwa tunaketi juu ya mawe. Si ndio? Riruta. Exactly. Huyu ni mzee tulikuwa na yeye kanisani. Mawe wakiwa na Mbuchi. Thank you so much. Na utalipa deni yangu. Yeah, sawa. Yeah. Yes, lakini amesikia nini amekataa kuongea. Ongea, salimia wa Kristo. So, wana wa Mungu hamjambo? Hamjambo tena. Mimi naitwa Masea. Wakati huu natoka Rimba Church na Rongai, lakini gawana tulikuwa na yeye Riruta for many years, wakati our pastors, Pastor Maiwa na Pastor Ambush walikuwa. I'm happy to be here today. Tumekuja for music fair. Tuko pamoja. Thank you Elder. Yeah. Hawa nilikuwa ni wazee wa kanisa. Wacha niwape story ndogo tu nimalize niliposa niulize wageni nimekuja nao wasalimie. Nikienda Riruta Satellite, unajua tulikuwa tunakaa juu ya mawe tulikuwa na kanisa. Sasa pastor hawa kihubiri wanasema kujeni vijana, kuja youths come pledge hata kama una. Na mimi nilikuwa nauza mboga. Now most of the times I could pledge.
Sina pesa lakini I have to do what? Pledge. Wakati nilikuja kulipa deni yangu ambayo I used to pledge when I was selling sukuma wiki, ni wakati nimekuwa counselor. Ndiposa nilisema, nikapiga hesabu, nikasema ile profit ambayo kanisa ingekuwa imetengeneza, I remember the money I gave is 60,000 as a counselor then. Wakati mwingine tukipeana ahadi mbele ya Mungu lazima tuifanye nini? Tuilipe. Mnikubalie niachie hapo, lakini mimi si mhubiri. Unajua kuna watu hapa waamini. Mimi nimekwenda kule Israel ambapo kuna vita sasa kubwa. Nimeenda mto Jordan. Mkienda mto Jordan, unatoa viatu, unaweka miguu ndani. Samaki wanakula mangere. Wale mnajua ile ngozi inaitwa scales. Samaki ndio wanafanya nini? Wanatoa. Na nikauliza Waisraeli, hii Kanani ya asali na maziwa iko wapi? Unajua ni jangwa, ni nchi kavu. Wakaniuliza, hujaona asali wanatengeneza kutoka from the wanapanda inaitwa the red what? Redis. No, not grapes. Dates. Asali ya dates. Maziwa ng'ombe ya Israel. One of the best. Jua iko kali, ng'ombe inatoka pande ile, inakuja, inamwagiliwa maji kule kwa kibbutz. Inamwagiliwa maji, mwili unapoa. Inaingia juu ya mashini ya kukamuliwa, inaoshwa matiti na ikiwa mashini, alafu ikiingia mziki imewekwa. Unajua kuna kikisi inasema mosikiniki? Mziki ni dawa. Mziki huu wimbo ni dawa. Ng'ombe inaimbiwa mziki, inazunguka, inamalizika, ikimaliza kukamuliwa zinaanguka, inatoka. Hapa wakati tunakamua ng'ombe yetu tunafanya nini? Unatuma kijana ya kwenda leta ng'ombe, unaipiga, unaifunga. How does it give milk? Pastor and in charge of this area, I'm ready. Na nimesema hata kama ni mchango tutatafuta, tutengeneze hii mziki. Wacha niulize, mmeshaona, unajua ni vile hawa ngono wako hapo. Wacha niseme hii. Wacha niseme lakini isemekane. Mwanyako raba is now out to crusade. Have you seen the Muslim having a crusade? It's very hard. We must again inculcate this good value in our people, starting abana gage school. Kabla sijaoa, unajua, na sijui ni kwa nini niseme hii, ni kwa sababu niko na furaha nimeonana na Pastor Maiwa moja kwa moja leo. Kabla sijaoa nilikuwa na girlfriend wangu. Alikuwa ni Mkorea. Hii maneno nimeanza mbali kidogo. Mpaka nifike China, nilianzia mbali. Therefore, nikaenda kule Korea. Na yule my girlfriend alikuwa Mwadventist. Ikifika siku ya Sabato nikawauliza, tafadhali nipeleke, take me to a Seventh-day Adventist. And I said, what is that? Any church that is worshiping on Saturday. Then tukaanza kugoogle. Nikaenda, yeye akaniambia ingia, ukimaliza utafanya nini? Utanitafuta. Nikaingia kanisani kuangalia, nikapata wazee, vijana walikuwa wachache. Nikajiuliza, vijana wameenda wapi? How do we enhance the church foundations? And I want to challenge you. It's through this music, and we must make it attractive. That the church, when you come there, you come to pick blessings. You don't come to church to get curses. Ukikuja kanisani unakuja kubeba mibaraka.
na mimi nataka nitembee bandi hiyo. Nimeona wahubiri wengi, tafadhali mtukumbuke katika maombi. Ile vita tunapigana nayo sio vita vya mwili, ni vita ya kiroho, na shetani amekasirika, lakini nasema kwa mkono wa Bwana tutavuka bahari ya Shamu. With those many remarks, kwa sababu nimeongea sana, nikubalie ni introduce wageni ambao nimekuja na wao hapa. Tulikuwa na wao ni waheshimiwa MC. Bibi yangu alikuwa akuje hapa, lakini amekwenda kule Keumbu, ameenda kule kuhudhuria maombi, function ilikuwa kule. Na kabla mnikubalie niite yeye akuje kabla mjamaliza hii nyimbo, akuje aimbe pamoja na nyinyi. Ndio yeye alikuja baadaye, hata wanajuana na yule wa Korea. Walikuwa na wanajuana, walikuwa kwa mbali, lakini unajua wakati mwingine ukija mbele ya Mungu lazima useme ukweli. Kabla wajaongea kuna kitu ya cancer. Pastor nikubalie niongee ile la cancer. Cancer is real. Na cancer mbili peke yake. Kina mama mko hapa, si ndio? Nimeona watu kutoka Isiolo, Pwani wako wapi? Isiolo ndio hao, Pwani kutoka Coast kesho. Watu wa Central wako hapa. Rift Valley, naona Rift Valley mko hapa. Eastern is Ukambani. Tuko na Wakamba hapa. Wakamba wako wapi? Wakamba wako hapa. Wameru, hao ndio kazini zetu tuliacha kule juu, wako hapa. Wengine ni wapi? Western bado. Nakuru is Rift Valley hiyo yote, si ndio? Nataka niseme mambo moja kwa sababu hii inawezekana pia isisemwe. Mambo ya cervical cancer. Cervical cancer kwa kina mama. Shida kubwa imekuwa wanaume, na nataka niseme kwa sababu tuko kanisani. Na mimi si mhubiri, lakini kama kiongozi lazima niseme haya. How cervical cancer is transmitted, it's clear. Wanaume ambao wako na wanawake wengi, ambao wanalala na wanawake wengi, they pick normally a different pH from one woman to another, then until inaingia kwa bibi yake. Wacha tukue waaminifu. Wacha tukue waaminifu. Kuwa na bibi mmoja kama uwezekani. Sisemi wawili mimi. Mama mmoja hapa amesema wawili. Lakini nimesema the pH changes from one woman to another, and this it cannot be said by any other person. I'll have to say it because I'm the governor. Kina mama, kuna mama mmoja hapa Nyamira akilima shambani, matiti ikaanguka. The breast ikaanguka. Kidonda ikawa, nikatuma ambulance kutoka hapa, ikaenda ikachukua yeye ikaleta hapa because of the breast cancer. Tafadhali kina mama, kwa sababu ninyi lazima mjue hii, be checking your breast. Kama iko na kitu ngumu, kama iko nayo, enda angalia daktari. Let us treat it earlier. For men, kina mama tumesikizana? Shika titi lako, angalia kama liko na kitu tunaita gusi, gomi. Kama ama alarm, kama iko, angalia daktari. For men, kama umefika miaka 45, tafadhali go to the hospital, check your prostate cancer or prostate level, so that prostate cancer kama iko, they'll advise you what to do. We must inform our people so that we can have a healthy church. Ama nimesema mbaya? Mama wale ambao mko hapa, bwana zenu wako, waambie kwenda angalia. The day atakuwa amefika miaka 45 hajaenda na cancer ishike yeye. Babangu alikufa kwa sababu ya prostate cancer. Alikuwa analia kama mtoto mdogo. Na tulikuwa tunatibu yeye vitu zingine, hatukuwa tunajua. Baadaye tukagundua imefika stage 4.
Kwa hivyo tafadhali check your status, kwenda hospitali. Tuko na hospitali hapa, msijali hapa. Pastor, President, be assured we will collaborate. As a governor and as a Seventh-day Adventist, we'll make sure this place works. Mimi niko. Nikubalie nipeane hawa waheshimiwa tafadhali, pia wao introduce yourself. Dakika moja tumalize. Tumechukua long. Wasafiri wa mbinguni, hamjambo? Your Excellency, Pastors, kwaya mwenye mko hapa, kwa majina naitwa Adiu Nyarangu, ni mkuu wa Kitutu Central Ward Township. Excellency, last week we were here and we placed the pathfinders. Managed to raise 3.5 on Sunday, whereby 1 million kutoka kwa governor and na marafiki zake. So ni asante, Mungu akubariki. Governor, allow me to call you today Pastor Simba. Kwa hakika nimesikia akihubiri na yeye ni kiongozi wa Kisii County, lakini kwa leo amehubiri. Asante Governor. Thank you Mheshimiwa. Jina langu ni Ozambi Dismas, MCA Bumariba. Shukrani, Mungu abarikiwe. God is good and all the time. Kwa majina, mimi ni Mheshimiwa Jim Kenyanya, mwakilishi ya ward ya Tabaka huko South Mugrango. Tumekuja kusikia mahubiri kupitia kwa nyimbo, na Mungu awabariki. Asante. Mungu ni mama siku zote. Asante. Nami kwa majina naitwa John Ombati. Natoka Bonchari, ward yangu inaitwa Murenda ward. Hapa kwa county mimi ni kiranja wa bunge, yani chief whip majority. Mnajua tu, mnaelewa vizuri sana wakati kiongozi wetu mkubwa, wakati hao gavana ameongea, sasa unajua sisi wadau wake hatuwezi tukaongea. Saa hii tuko chini, saa hiyo tunarudi chini kwa maana already ameongea. Ni kama mhubiri ya kuhubiri tena, kuna mtu anakuja anaongea nyuma ya mhubiri kweli. Pastor akihubiri story inafanya nini? Inaisha. Lakini tumekuja tu hivi, mnajua hata Yesu alikuwa na wafuasi wake, ama namna gani? Sasa governor is like Jesus. Sasa sisi ni wafuasi wake, mahali anaenda tunafanya nini? Tunamfuata. Ama tumefanya makosa? Maneno haya sisi. Asante. Happy Sabbath. Happy day. Kwa majina naitwa Mheshimiwa John Sambo, natoka Bogasi. Eneo naitwa Bogasi Chache Ward. Bogasi Chache Ward ndio His Excellency anatoka. Sasa mimi ni mdosi wake tukiwa huko, lakini tukifika kwa account yeye ni mdosi wangu. Kanisa yangu ni Matongo 2 S.D.A Church kutoka Nyanchwa district. Sio kama kwa wote wangu niko hapa, lakini tutaongeana hapo kwa pende. Asante sana. Mungu awabariki. God is good. And all the time, ipungie mkono. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Hallelujah. Nachimba kichonsi. Inche mkono ku Karen Magara. Inche nominated MCA. Governor, you'll give me just 2 minutes, please. Because I think I'm the only lady, so I'll talk on behalf of these men who have sat down. I went to school here. This is the school that made me what I am today. And I want to appreciate that His Excellency has said that is indeed going to demonstrate by improving the status of my old school, Nyanchwa. Lakini waka amen. Amen, pastors. Na nje ni mwate simbu ya mono. Ewe kula 1 Timothy ya kabere eke bungo gego chakere gitanga ni paka kianye. Ewe kwa goto peri ngabara. Ekero ogo checheria. Okorama omulai Nyasaye abekire kerogo. Nkuragiri gure. That God leadership
abarai bali babekile in place baba respected. Into tuacha na excellence the governor. Momanyire nye county ya ito njomana arenga sobora ibolibu arengo. I was in the previous regime. I am doing my second term. I will tell you, and I want to state here without fear of contradiction, that there is no any one time omugabano oriko kuchamsi ongwaya atatebetwa wende kanisa. And when I come to stand here and demonstrate that we have a governor in the county of Kisii that anamheshimu Mungu, anataka tubadilishe kama county, tufanyie watu wa Kisii county mema, ndio Mungu atukuzwe, ni makosa tumefanya leo. We want to ask governor, pastors who are here, that we are indeed asking for prayers. We know we are ailing as a county, but I know the power of God that has put Simba Arati in government to be a governor of Kisii County. Indeed, will demonstrate that there shall be a change in Kisii County. God bless you. Thank you, Karen Magara. She didn't say her name. Nadel. Yeah. Let me say this. Vitu mbili peke yake. Nilikuwa niongee Kisii, lakini kitu ya mwisho kabisa tunataka tuombe. The church leadership remembers in the prayers. That's the only weapon we have. These other people outside here, they are malicious to the level that they even killed 2 young men. The only mistake they have done, those 2 young men, is wamevalia t-shirt ya Simba Arati. Walichinja mmoja hapa, we were burying somebody yesterday. They mutilated the body. Wakapiga yeye hapa Kiogoro, nyundo kwa kichwa, wakakamata yeye, wakaenda na pikipiki, wakarusha yeye kwa mto baada ya kunyonga yeye. After they tortured him for several hours, wakimuuliza, mnafanya nini na Simba kwake nyumbani? Sasa mpaka wiki hii, imagine they have sent 3 vehicles from Nairobi in advance. Eti wamepata kwamba Simba they can't reach him. It's not easy to reach him because the MCA, they believe strongly what we are doing the right thing within the law. Therefore this week wametuma magari 3, moja imebeba mashine ya print pesa fake. They wanted to access my place, my residence. Wakuja waweke, ndio wakuja wakamata mimi. Mimi nawaambia hivi, mimi ni Mkristo, pesa yangu ni safi, na ile ambayo naleta kanisani ni safi. I don't do business with anybody. That's how evil they are. Pastors, that's how evil these people are. I want to ask for prayers. It's only through the prayers that we can defeat them. And we atuogope, tunaambia kwa nguvu za Yesu Kristo tutashinda vita. They killed the poor man who didn't have even a house. The only sin he committed is to be associated with Simba Arati. In this Kisii, every person is associated with me. At least I got 270,000. It was not a joke. Hizo zote ni watu ambao walikuwa wanapenda mimi. Kwa hivyo they have to kill 270,000. So that now ndio popularity iende chini. It's a sorry state. We want to ask for the church to intervene. Wameua huyu juzi. 3 months ago they killed another young man. The only sin he had to put on a jacket, hii reflector ya bodaboda hapa town, wakachinja yeye kama ng'ombe. Then this one ya juzi police wameenda, the police officers who are supposed to investigate wakaenda, unajua vile yule huko after wameona huyu jamaa wamerusha yeye kwa mto, wakaleta pikipiki yake wakaweka mbele ya kanisa fulani liko na CCTV. Vile Mungu huko wakaonekana. They went there, the police officers
They got hold of the pastor, wakamwambia fungua. They went in, they deleted the CCTV of that day. Under the watch of the police. And I want to say, pastors, tafadhali, lazima hii dhambi ilaaniwe, ikemewe kwa nguvu zote. The Finland Committee, ile dhambi nafanya nini? Ni kuzuia huu wizi. Now, why should I have been elected kama nitakaa nyuma tuanze kuiba mali ya umma? Why? Mimi naomba kanisa tafadhali, wherever you are, for those one from Isiolo, from Nakuru, from Bomet, from Kericho, from wherever, remember us in your prayers. We will defeat the devil. This dragon is big, lakini na mimi nasema kwa nguvu za Bwana Yesu Kristo tutashinda vita. Sitaki niende, lakini dhambi hii lazima tuikemee, lazima tuiombee, lazima tuishinde. Nataka niachie hapo, lakini nikubalie pastor, kuna waziri mmoja amekuja, waziri wangu hapa. Kwa mkono tu, jina peke yake. Thank you, Excellency. God is good. All the time. My name is Eric Ongeri, member of the CEC in Charge of Youth, Sports, Gender, Culture and Social Services. We've come to join His Excellency to worship with you. Asante sana. Pastor uliuliza mambo ya ECD. I want to confirm to you. We confirmed, tumeandika walimu wa ECD on Wednesday this week, ambayo inaisha leo. Na yule mtu ambaye amefanya hivyo ni chairman wa Public Service Board, ni Mwadventista pia, yuko hapo. Mike. Wapenzi wa Bwana, mjambo. Kwa majina ni Elijah Obebo, mimi nashiriki katika Nyanchwa S.D.A Church. The ECD teachers, chapter closed. Thank you. Huyo mzee ni mzee wa kanisa, yeye ndio chairman. Wiki hii wale walimu wote walikuwa wa ECD, tumesema wote wanakonfirmiwa kuwa permanent and pensionable. Kwa hivyo nashukuru sana. Mwisho, kuna mtu ambaye amesimamia chama changu cha ODM, na yeye ni director wa music, ndio amenikaza sana. Amekuja Mr. Kawino, introduce yourself properly hapa dakika moja ndiposa nifungue. Bwana asifiwe. Your governor is a good man. I knew him a long time. I'm here first as an elder of the church. I also serve as a trustee of the party and also as the finance and administration director. So ni rafiki yangu sana, nimemsumbua sana, lakini alikubali, alisema hapo lazima afike, na tumefurahi sana. Ubarikiwe. Asante Elda. Nikubalie tuimbe hii wimbo namba 45. I'm not sure kama ni hiyo. Mlimani pana mwanga wa jua nzuri. Is that one? Yeah. 45. Mlimani pana mwanga wa jua nzuri, shambani. Tusimame. Tukufuliko Bwana Yesu pana mwanga moyoni.
nguo nzuri za furaha umenipa za kuvaa na kuandama rohoni hata nyumba ya juu uliyopamba vizuri katika pendo lako, mwangaza ulio mzuri, mwanga moyoni, akiwapo Bwana Yesu, pana mwanga moyoni. Ulinikomboa Yesu, maisha yangu mali vyote ni vyako Mwokozi, daima nikusifu na kuandama rohoni hata nyumba ya juu iliyopambwa vizuri katika pendo lako, mwangaza ulio mzuri, mwanga umo moyoni, akiwapo Bwana Yesu, pana mwanga moyoni. Nikubalie niseme kwamba nimefungua kikao hiki rasmi, na Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hayo mengi mimi nitaachia hapo. Pastors, mnikubalie wakati wageni watakapokuwa hapa, mnikubalie siku ya Jumanne baada ya mimi kumaliza mambo ya inaitwa nini? Jamhuri Day. Nitakuja kufunga pamoja na nyinyi. Amen. Siku hiyo. Thank you, welcome. Kwa kazi hiyo mimi nitapeana my contribution kidogo, kwa sababu ya wageni wanakuja wanunuliwa maji, na nitaongeza nyingine siku ya kufunga. Amen. Kwa hivyo nitapeana shilingi 1250 kwa kuanzia shughuli ya leo. Amen. Asante na Mungu awabariki. Ni wangapi mtatukumbuka katika maombi? We are even doing it right away now. And before Pastor Dr. Yara prays, Mheshimiwa Spora, she is calling from Nyamira. Spora. Kindly hurry up. My name is Zipporah Aurina. I'm the Chief Officer from Nyamira in the Department of Education and Vocational Training. Thank you. And also I'm a choir member from Nyanchwa S.D.A choir. Now Dr. Yara will pray. After she has done the prayer, because we want to pray for governor, we pray for the church, and what we expect to see a change in Nyanchwa, and even the music fest, this fair, as we are still on. So we'll do the prayer, after which we have done the prayer. Na waomba kwamba choirs mtaketi, wale ambao hamtakuwa mnaimba, na wale ambao mahali mlikuwa mmefikia mtaendelea kutoka hapa. Kwa hiyo mtaenda mchipange vile mlikuwa ili tuendelee. Wale ambao mmemaliza na bado wakati wenu haujafika, mtaketi hapa tukiwa tunaendelea kuimba. Basi pastor. And Your Excellency, I think we will start up a bit. I request that you step forward. I request that the ministers that we are around, we surround him, because he has requested for a special prayer. And we are committed to do it so that it's not only in word,
but it will also be in action. Thank you so much, friends. I want us to take this opportunity to present His Excellency the Governor to the presence of God, that God may continue to shower him with a lot of blessings, even as he serves the great county of Kisii County. Let's have a word of prayer. Our Father and our God, we bring glory and honor to you because of your love, your care, your protection, and your providence. I want to thank you, dear Lord, for granting this county of Kisii a governor who converses and fears you as his Lord in his heart. This afternoon, dear Lord, he has dedicated his time, he has sacrificed his opportunities and other things that he was to do to come in the presence of your sons and daughters that have traveled all over this country to come and praise you through songs. Dear Lord, we don't take this for granted. The heart and the spirit that you have given your servant, may you hear his prayer and answer according to your will. Dear Lord, we want to thank you for the vision that he has for this county. And that, dear Lord, you know and understand that there are those distractors that do not need your servant to demonstrate the gift that you have given him. Very special way, dear Lord, we want to commit him into your able hands, requesting heaven to come down. Even, dear Lord, the enemies that are planned to do evil for the good work that he is doing, may you, dear Lord, remove them by the will and the power of heavens. May your grace be sufficient for this county. May your love continue to surround his life. May the angels of heaven surround your servant wherever he works. May the angels of heaven surround his office. May the angels of heaven surround his home. Even, dear Lord, when the evil ones want to plan evil things in his life, may you disperse them by your power. I want to thank you, dear Lord, for the leadership that you have given him in this county. The MCAs, the chief officers, the CECs, the staff in his office, many other advisors and friends. May you, dear Lord, give them wisdom, even as they advise him and even as they support him in his vision. They may support him for the right direction, for the glory and honor of your name. I want to thank you for the leadership of this music fair, led by your servant, J.B. Mayo, for the 4 days that we shall be here, dear Lord. May your grace be sufficient for him. May you continue, dear Lord, to take care of this field. Your sons and daughters will be traveling all over this country. Grant them the traveling mercies. Even those that are finished and are going back to their homes, dear Lord, may your grace be sufficient for them. We call the heavens to be in our midst now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much. Tunawaomba mketi. Tumekuwa na utulivu tangu asubuhi, hatujakuwa na kelele mahali popote kwa kuwa tulikuwa tumejipanga vizuri, na tunaomba mfuatilie maagizo na utaratibu ambao umewekwa. Kwaya si vile mahali mlikuwa mmefika, nendeni pale muendelee. Wale ambao mmekwisha imba ama bado hamjafikiwa, mtakuwa hapa tunaendelea na nyimbo zetu. Kwaya ambayo inakuja hapa mbele inaitwa Nyacheki, Geoke and Nyanderema. Mlimani itafuata katika hali hiyo na Kutus.